Bwana Yesu asifiwe. Naweza tena kuwasalimu katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Ni ndugu yenu mpenzi, ndugu yenu mpendwa, Evangeliste Dr. Joshua Papi. Kwa asubuhi ya leo, mahali mlipo, ukiwa umekaa, ukiwa umetembea, ukiwa kwenye kazi, wewe unaenda kufuatilia mahubiri na wewe kila siku unanifuatilia, Mungu awabariki sana. Mahubiri ya leo tunaenda kushimamia katika neno linasema, vua kiatu chako, vua tabia zako. Waona nisikiliza mpenzi, pana tabia ambazo unapitia ndani, pana wakati unapitia ndani, pana matendo ambayo unapitia ndani, lakini siku ya leo nakuja kuambia vua kiatu chako. Sijui ni kiatu gani ambacho umevaa, sijui ni kiatu gani ambacho unaishi nacho, sijui ni tabia gani zenyewe uko nazo, lakini pamoja na hiyo, kupitia hili neno, ni wewe peke yako utaenda kujitambua na kujua ni kiatu gani ambacho uko nacho. Tunaenda kuangalia historia ya Musa. Musa wakati alikuwa anaishi Misri, Musa alilelewa huko Misri. Wakati Musa anakimbia kutoka Misri, Mungu alikutana na Mungu kwenye mlima, alikuwa akichunga kondoo. Siwezi nikatafsiri sana kwa sababu hizi historia mnazijua, lakini kineno ambayo ninakuja kuambia ni kiatu gani ambacho uko nacho. Musa alikimbia kwa sababu ameua. Musa alikimbia kwa sababu alikuwa ananuka dhambi. Haleluya! Ndipo nao nakwambia asubuhi ya leo, mchana wa leo, Mungu aende kukutosha katika hicho kiatu ambacho uko nacho. Mungu aende kukutosha katika hizo njia ambazo uko nazo. Haleluya! Tutaenda kusoma katika kitabu cha Kutoka sura ya 3, tuanzie hapo mstari wa 4 hadi wa 5. Akasema, Bwana alipoona ya kuwa ameenda kugeuka ili atazame, Mungu akamuita kutoka katika kile kijiti, akasema, Musa, Musa. Akasema, mimi hapa. Haleluya! Acha na wewe Mungu akuita asubuhi ya leo. Acha Mungu nao akuite katika jina lako. Acha Mungu akuite katika majina yako. Haleluya! Pana wengi tunajifikiria kama Mungu hatujui, lakini Mungu anatujua kwenye majina yetu. Mungu alimwita Musa. Mungu angemtumikisha Musa pasipo kubadilisha maisha yake. Mungu angemwita Musa pasipo kumtoa ile harufu ya dhambi ambayo alikuwa ananuka nayo ya uuaji. Mungu angemwita Musa na kumtuma kwenda kuokoa watoto wa Israeli katika Misri. Ndipo Mungu naye anasema asubuhi ya leo, Mungu anazungumza nao asubuhi ya leo ndugu yangu. Mungu anazungumza na wewe kaka, Mungu anazungumza na wewe mama, Mungu anazungumza na wewe baba. Wewe unanitazama na kunisikiliza, Mungu naye anakujua katika majina yako. Wewe usijidharau jinsi ulivyo, wewe usijidharau jinsi uko. Ukiwa mwembamba, mnene, mfupi, ukiwa mrefu, ni lazima Mungu anajua jinsi ulivyo ndugu yangu. Ukisoma hapa mstari wa 5 panasema, naye akasema, usikaribii hapa, vua viatu vyako miguuni mwako, maana mahali hapa unaposimama nchini takatifu. Haleluya! Mahali Musa alikuwa anasimama ni mahali patakatifu. Pana watu wengi hawajui mahali patakatifu ni wapi. Mahali pote upo ukiamini ni mahali patakatifu. Haleluya! Lakini watu leo, mahali patakatifu tumeshapageuza ni mahali pa danguro, ni mahali pa usharati, ni mahali pa ulevi, ni mahali pa uongo. Watu wengi kwa sasa tuogope hata madhabahu. Watu wengi hatuogope hata neno la Mungu. Tunajikanda na neno la Mungu, lakini sisi tunanuka dhambi. Pana wengine wananuka dhambi za usharati, pana wengine wananuka dhambi za uongo, pana wengine wananuka dhambi za ulevi. Lakini hayo yote nakwambia ndugu yangu mpenzi, mahali pote ulipo, Mungu anakujua kwa jina. Mungu anakuambia asubuhi ya leo, vua kiatu chako. Saa zingine ni kiatu cha usharati. Sikiliza nikwambie, pana wadada wengi washakuwa mama nitilie, kila mtu anaenda naye, kila mtu akimpatia anaibuka naye. Lakini asubuhi ya leo, jinsi ulivyo, Mungu anakujua. Jinsi ulivyo, Mungu anakuita. Mungu akamwita Musa kwa jina lake, akamwambia, ewe Musa, usikanyagi hapa kwa sababu mahali hapa ni patakatifu. Lakini sisi tunatoka katika usharati, sisi tunatoka kusema uongo, na tunashimama mbele na kuhubiri, na tunashimama mbele na kuimba. Tuko katika ule uzinifu, tuko katika ule ulevi, tuko katika ule usharati. Lakini Mungu anasema, vua kiatu chako asubuhi ya leo. Haleluya! Ndugu yangu mpenzi, nawaambia wakaka kamanda vita, waliofungwa na pepo za usharati, waliofungwa na pepo za uzinifu, Mungu anakuambia vua kiatu chako. Wewe unayesimama kwenye madhabahu, ukiwa mwimbaji, ukiwa mhubiri, ukiwa muombaji, Mungu anakuambia asubuhi ya leo, toe kiatu chako ambacho uko nacho. Sasa kingine ni kiatu cha ulevi.
Sikia nikwambie, miaka iliyopita sisi tuliishi katika maisha, tulikuwa tunaimba tukilewa, tulikuwa tunaimba tukipanda madhabahu tunatoka kusharatika, lakini tuliposikia sauti ya Mungu tulibadilika na kuokoka, tukabadilishiwa majina. Majina walikuwa wanatujua hapo zamani, Mungu alibadilisha majina yetu, Mungu akabadilisha identity yetu. Leo tunaitwa watoto wa Mungu, leo tunaitwa wa Kristo. Kwa sababu gani? Mungu alituita kwa majina letu, Mungu alituita na katujua, nasi tukatega sikio tukasikia, tukasema tuko hapa Mungu, tunataka utubadilishe. Sikiliza, Mungu akatae mwenye dhambi, Mungu anakataa dhambi. Haleluya. Utakutana vijana wengi wamefungwa na pepo ya kujichezesha. Pepo inaitwa pepo ya masopo. Unaingia bafuni unakawia, lakini wewe kaka, sikia nikwambie, hayo maisha unayopitia sio maisha ya kawaida. Hiyo ni pepo ambayo imekufunga, na mimi nakwambia usubuhi ya leo, hiyo pepo iende kuondoka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Pana wengine wadada wanajihusisha, anafika wakati wa kuolewa, anakosa kizazi, ameshakasahau hata watoto wangapi ambao ameua. Sikiliza ndugu yangu, hizo mimba ambazo uko natoa, au watoto ambao uko naua, ikaa chini na kupiga hesabu kwa haraka, hapo utakuja kusikia nakwambia, shangazi yangu ameniroga, nisabwa fulani ameniroga. Sikiliza nikwambie, peke yako ndio umejiroga. Watoto umeshaua, ni watoto wangapi? Unafika wakati Mungu atakubariki mimba, utafika wakati Mungu anakubariki ndoa, lakini unakosa uzazi. Kwa sababu gani? Watoto wote umewamaliza tumboni, watoto wote umeshawaua. Lakini asubuhi leo sikiliza, Mungu angali kwenye kiti cha rehema, Mungu angali anatenda, Mungu atakuinua, Mungu atakupatia watoto wazuri, lakini unapotengeneza maisha yako na kutubu. Sikiliza ndugu yangu mpenzi, dunia inaenda kuisha, parapanda ikilia leo, utaenda wapi? Ungali unasimama kwenye madhabahu unanuka pepo ya usharati. Ungali unasimama kwenye madhabahu ungali na pepo ya ulevi. Ungali unasimama kwenye madhabahu ungali unachezesha mwili wako. Mwambie Mungu asubuhi ya leo, nimesimama, niko tayari. Umwambie Mungu akuite kwa jina lako. Haleluya. Mimi hapa ninasimama kama mtumishi wa Mungu. Mimi nakumbuka mahali Mungu alinitoa. Mimi nilikuwa mzinifu, mimi nilikuwa mlevi. Hayo yote ambayo ninayofanya nimeyafanya. Tumechezesha mwili zetu, lakini Mungu alituokoa. Mungu alitutoa katika hizo ziki, Mungu alitutoa katika hiyo dhambi. Tulisikia sauti na kuvua viatu ambavyo tulikuwa navyo. Tulisikia sauti ya Mungu na tukabadilika. Tulisikia sauti ya Mungu na tukatembea katika maagizo ambayo Mungu alitupatia. Sikiliza ndugu mpenzi, toka katika hizo njia mbaya. Ndugu yangu mpenzi unanisikiliza asubuhi ya leo, acha Mungu akutoe katika hizo njia mbaya. Hakuna mtu anaweza kutumikia wafalme wawili. Ishie tutoke tukio moja na mpende mwingine. Na wewe angalia njia ambazo unazitembelea, angalia mapito ambayo unapitia ndani. Saa zingine unapanda kwenye madhabahu ungana unanuka harufu ya dhambi, ungana unanuka harufu ya usharati, ungana unanuka harufu ya uongo, ungana unanuka harufu ya ulevi. Umwambie Mungu niko hapa tayari. Mwambie Mungu akubadilishie, mwambie Mungu akuokoe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, aliyeniokoa mimi. Kwa sababu Musa angeenda toa watoto wa Israeli huko Misri pasipo kujivua hicho kiatu alikuwa nacho cha uwaji, kwa sababu alikuwa ananuka dhambi ya uwaji, alikuwa anatembea na dhambi, mahali pote alikuwa anaenda alikuwa ananuka dhambi. Ndio maana Mungu akamwambia, mahali ulipo ni mahali patakatifu, vua kiatu chako. Musa hakuna kiatu kibaya alikuwa anavaa, lakini kiatu ambacho alikuwa nacho ni kile kiatu cha uwaji, ni kile kiatu ambacho alikuwa ananuka harufu ya kuua. Ndio maana naona kuambia asubuhi ya leo, Mungu yuko tayari kukusaidia. Lakini na wewe unaponiona, wewe unaponitazama, itika sauti ya Mungu, msikie Mungu, naye Mungu atabadilisha. Acha tuende kuomba. Yesu Kristo msaada wa amani, naenda kuonesha ukaka na udada, naenda kuonesha umama na ubaba. Yesu Kristo wamekaa chini na kutega sikio na kusikiliza hili neno. Baba, wewe ndio ukawatoshe mahali walipo, wewe ndio ukawatoshe katika ziki, wewe ndio ukawatoshe katika pepo ya ulevi, wewe ndio ukawatoshe katika pepo ya wizi, wewe ndio ukawatoshe katika pepo ya usharati, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Leo parapanda ikilia, Baba, wataenda wapi? Baba, watakuta wako wapi? Watakuta wakiwa kazi, ndani ya kazi, au watakuta wako nje ya kazi. Lakini asubuhi ya leo Jehova, wewe ndio ukawaguse jinsi ulivyonigusa, wewe ndio ukawaguse jinsi ulivyogusa Musa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, utende makuu na maajabu. Ninakiri uponyaji na ushindi, ninakiri wokovu juu ya maisha yao, ninakiri neema juu ya maisha yao. Baba, wasikiapo wabadilike na kuokoka. Baba, tazama wao dada wanayotoa ujauzito, wanaoa watoto kama na vita, wewe ndio ukawarehemu na kuwasamehe, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tenda makuu na maajabu Jehova, kimbilie msaada wa amani, nena jambo moja juu ya maisha yao, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninakwambia ndugu mpenzi, wewe unanifuatilia, maamuzi ni kwako. Leo uko tayari kuokoka,
kwa kitu kimoja tu. Jitambue jinsi ulivyo. Wewe ukikubali kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, leo ataingia ndani ya maisha yako, atabadilisha kila kitu chote. Atakutoa kila kiu yote ambayo uko nayo. Sisi tulikuwa na kiu za ulevi, tulikuwa na kiu za usharati, lakini leo Mungu ametupatia kiu na njia ya kutangaza neno lake. Ndio maana nakwambia mpenzi, hakuna kile ambacho Mungu hajatenda. Kila kitu chote ni nia. Tia nia na Mungu atatia njia. Na kuwatakia asubuhi ya leo iwe asubuhi ya baraka, iwe mchana wa baraka, na Mungu aendelee kuwabariki katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amina.